Mzee Otopolo. Yes. Bwana, hongera kwa mchezo. Yes, kwanza ni washukuru wachezaji wanazidi kupambana kama unavyosema, huu ni muendelezo tu wa kuendeleza vipigo kwamba tuna salama hii kadri tunavyocheza kila mchezo kwamba tunazidi kupunguza michezo iliyosalia. Katika michezo 9 imebakia 8. Kwa hiyo Coast Union kilichompoza ni rangi yake, alikuja kutaka matokeo mbele ya Yanga, lakini nimwambie kuna watu wamekuja kujaribu kutaka kuchukua pointi 3 kutoka kwa Yanga lakini wameshindwa. Sasa huyu kama alitumwa aje achukue pointi 3 kutoka yetu, tunasema tusimamishe kwamba sisi safari hii kwamba katika michezo iliyobakia katika ile michezo 8 hakuna mchezo mmoja ambao tutaupoteza. Kama unavyoona mchezo leo, ingawa Coast Union naye mwenyewe kaonyesha ubora wake, lakini sisi tulikuwa bora zaidi yake. Kama unavyoona tumempa kibajaji. Kwa hiyo hizi itakuwa ni salamu kuelekea mechi ya tarehe 13 dhidi ya Dodoma Jiji. Nimwambie Dodoma Jiji naye mwenyewe ajiandae kisaikolojia kwamba katika michezo 8 na hizi hapa Dar es Salaam imebakia michezo mitano, nje itakuwa ni 3. Kwa hiyo tunahakikisha katika michezo 8 yote iliyosalia tunahakikisha tunakwenda kuchukua kila mchezo, tunakwenda kuchukua pointi 3 muhimu. Kama unavyoona mchezo anakuambia mchezo wa miguu, anakuambia ukiwa umejipanga unakuwa umejipanga barabara. Kaondoka Pedro, amebaki wale wasaidizi wake kina Moren. Kama unavyoona pila lile bado linaendelea mwendo wa kibajaji. Kwa hiyo tuambie waliosalia wote kwamba hakuna atakayepata pointi 1 kutoka kwetu wala pointi 3 kutoka kwetu. Sisi kila mchezo sasa tunacheza kama finali. Kama unavyoona kuna baadhi ya watu sasa hivi Toto la Mudi lishahama kutoka Mbweni, limeamua kuja hapa KMC Mwenge. Tunajua lina jambo lake hapa KMC Mwenge kwenye uwanja huu wa Jangwani 5 Square. Kwa hiyo tumwambie karibu home, lakini sisi huu tunautumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Kila mmoja apambane kivyake vyake. Yeye apambane kivyake na mimi nipambane kivyangu. Unajua kwenye kuwania ubingwa sasa hivi yani lazima zitatokea timbuli nyingi, lakini waambie viongozi benchi la ufundi kwamba tupo kwenye mapambano, tuangalie mechi zetu. Tunawaambie mpaka sasa hivi nishamwacha gap 8. Sielewi kwenye mchezo wa kesho atakaocheza. Mzee Otopolo, wewe ulikuwa ni mmoja ambao haukupenda kocha afukuzwe. Leo unashangilia ushindi wa goli 3 ambao kocha huyu msaidizi sasa ameisaidia Yanga kushinda goli 3. Wewe ukupenda yule kocha afukuzwe? Unajua ukinisikiliza maneno yangu vizuri, kama ulikuwa makini kufuatilia interview zangu nyingi, nilikuoje mimi ukasema anayetaka kocha afukuzwe aonyeshe kadi ya Yanga na ukanionyesha kadi ya Yanga. Unajua kufukuzwa kocha inategemeana na nyinyi mashabiki na wanachama mnapokeaje matokeo yale ya kufukuzwa kwa kocha. Kocha anapoondolewa, wewe kama shabiki na mwanachama wa Yanga haupaswi kumzomea kocha yule, kwa sababu kocha huyu alikuwa na usaidizi wake. Sasa unapokwenda kumzomea kocha yule anaondoka, hawa usaidizi wake anajisikia mbaya. Na ndio maana interview nikwambia anapoondoka, wewe nenda kaangalie jinsi Yanga alivyoiandika kwamba taarifa kwa umma tumefikiriana tumefikia makubaliano pande zote mbili, yani Pedro pamoja na uongozi wa Yanga kwamba tumtaki kila. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe rais wa kote Tanzania kwamba sikuwabeza wao kuepo, nilisema mbaya zaidi kumzomea, ila kama kaondoka tunamtakia kila laheri huko anakokwenda, kwamba aenda akafanikiwa huko anakokwenda, kwa sababu Pedro hakuwa mbaya kivile kama watu wanavyomzania kwamba ametuvusha kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, kwa sababu mpaka anakwenda kuondoka labda tunaweza nikasikonye ligi kuu Tanzania bara hajapoteza mchezo hata moja, bali katoa sare 5 na tujapoteza mchezo hata moja. Labda kwenye ngao nini ile kwenye kombe la muungano tumepoteza kule, lakini ile mimi haikuniuma kivile. Okay, mzee Otopolo, yes. Unaamini kocha huyu aliyokuwa kwenye kikosi chenu mpaka kumaliza msimu atawasaidia kufika nchi hadi na kuchukua ubingwa? Unajua nikwambie kitu kimoja kwenye swala la mpira miguu, unajua kuna mechi zingine haziamriwi na makocha, kuna mechi zingine zinaamriwa na wachezaji wenyewe. Kwa hiyo sasa mimi ndio maana naomba hata benchi la ufundi kwenye michezo 8 iliyosalia, mimi naomba simlete kocha mwingine. Huo ndio ushauri wangu kwamba unajua unapokwenda kumleta kocha mwingine katika michezo 8 iliyosalia kwamba atakuja na mfumo mwingine. Sasa wachezaji mpaka haja kae sawa kaka. Unaweza kukuta wachezaji wakaja ikatokea sitofahamu, mwisho wa siku tunakuja kupoteza mchezo wa kwanza, pili, wa tatu, au tukaanza kutoa sare hapa. Mchezo wa tunakuja kutafutana hapa. Kwa hiyo hawa kina Morel pamoja na Mabegi alikuwepo tangia muda, huyu Morel naye alikuwepo tangia muda, ana viwanja vingi vya Dar es Salaam Tanzania kiujumla anavijua vizuri kabisa, hata baadhi ya timu anazijua. Mzunguko wa kwanza Morel alikuwepo, mzunguko wa kwanza hata yule Mabegi naye alikuwepo. Kwa hiyo hizi timu tunakwenda mzunguko wa pili, huyu Morel na pamoja na Mabegi, timu zote anazijua vilivyo. Kwa hiyo mimi na imani kabisa hawa kina Morel kwamba anapoona kushirikiana na mwenzie kwamba mimi najua watakwenda kushirikiana vizuri. Unajua kila mechi kwamba sio kila mechi lazima amue kocha. Kuna mechi zingine wanaamua wachezaji kama wachezaji. Kwa kikosi hiki cha Yanga, yani ukiwapanga tu unaweza kaenda hata kunywa maji barabarani huko, lakini ukirudi uwanjani unakuta watu washaamua mechi, watu washamlamba mtu 3 au 5. Kwa hiyo huyu Morel wamwache mpaka malize mechi hizi 8. Kama kwenda kumtafuta kocha baada ya mechi hizi tu, baada ya ligi kuu Tanzania bara kuisha, baada kubakiza ubingwa, na kama tunajiandaa labda kwenye ligi ya mabingwa wa msimu ujao, kwa kipindi hiki katika mechi 8, yani niombe viongozi wa Yanga sija kamfanya makosa kumleta kocha mwingine. Kama kuna mipango ya kumleta kocha mwingine labda kwa msimu mpya kujiandaa ligi ya mabingwa, ila kwa kina Morel mimi najua katika mechi 8 zilizo
zilizosalia 5 nyumbani 3 nje, mimi najua anakwenda kumaliza vizuri kabisa. Kama unavyoona leo ameanza vizuri zidi ya Coastal Union. Unajua mechi ya Yanga zidi ya Coastal Union haijawahi kuwa nyepesi hata siku moja. Mimi najua humu nimecheza na Coastal Union, nimecheza na Toto la Mudi humu. Toto la Mudi limetoka wapi? Toto bwana, mnaangalia jezi zile. Toto la Mudi ngoja, angalia logo zipo hapa baba, nikiwa kama rais wa ile Coastal kaka. Angalia logo kaka, ipo mwa hapa kaka. Okay, Mzoto Polo, unazungumzia Mzoto Polo kaka, zinafanana na Toto la Mudi kaka. Sawa, unazungumzaje performance ya Alan Okello? Kwanza duniani, Tanzania hapa, duniani kote bwana, kuna Alan Okello peke yake kaka. Angalia kwanza duniani hapa. Yaani kuna Alan Okello peke yake. Na ndio maana kuna wapuuzi eti wanamfananisha Alan Okello na watu wapuuzi kutoka upande wa pili kwa Toto la Mudi kule. Yupi? Eti wanamfananisha na yule nani? Kuna mchezaji mmoja alipokuwa kule. Yupi huyo? Kule kwao kule. Mtaje sasa. Kaka. Kuna mchezaji alipokuwa wanamfananisha na Alan Okello kaka. Wafuga juzi. Wewe tulia kaka. Watajua wao wenyewe Toto la Mudi kaka yupo kwao kule. Eti wanamlinganisha na Chama. Eti wanamlinganisha Chama na Alan Okello kaka. Baba, Alan Okello yuko mmoja tu kaka. Kwanza yule haitwa Alan Okello, yule anaitwa Haaland mtupu. Kimwangalia yule jamaa yule anaitwa Haaland mtupu kaka. Haaland Okello Anaitwa Haaland Okello, master of ball. Bwana ametoka na chuma ngapi? Angalau yule mkuki chuma cha pili kaka baba. Ile inaitwa sakajoka au unaweza kaitwa blockbuster one misery au long rangers. Wewe ushakutana magoli ya long rangers au blockbuster one misery. Baba, Alan Okello baba ni Haaland mtupu kaka. Tena sasa hivi ukisema Alan Okello, yeye unakuwa unamnyima, ongezea kabisa unasema Haaland wa kibongo baba. Yule kutoka Uganda kaka, yule ni master kweli kweli. Ametoka na chuma mbili zote zilizosimama mjini. Angalia long rangers au blockbuster ile chuma cha pili kile. Alafu angalia assist, yani ana chuma mpaka sasa hivi chuma 5 na assist kama 6 hivi kaka. Sasa wewe mtu anakuja kumlinganisha Haaland na yule Chama jamani? Na amekuja dirisha dogo. Mkumbushe. Na amekuja dirisha dogo ujue. Je, angeanza msimu mpya. Sasa wewe tulia. Na niwaombe viongozi wa Yanga kabla msimu huo kwenda kuisha. Mimi naomba mpe mkataba mapema. Hata wampe hata miaka 4 mbele huko. Kaka ni hatari ba Star Boy. Unajua unaposema Star Boy baba ni habari ya mjini kaka. Sasa wapuuzi wachache shakuni wakaangalia ngoja kumfananisha eti Alan Okello na Chama kweli? Na kigoli cha offside kile kweli jamani? Goli la Chama? Goli la dunia. Kweli bwana. Ile goli la Chama? Goli la offside lile kaka. Lakini nasikia hilo goli imeonyeshwa mpaka CNN. Kule CNN kwenye unaweza kukuta wachambuzi wenyewe mashabiki wa Toto la Mudi. Kwa hiyo unaweza kukuta wachambuzi wenyewe loka CNN kule. Unaona kuta mashabiki wa Toto la Mudi kule kaka. Lile goli ngoja ile goli la Chama lile. Kama siku ile kungekuwa kuna VAR ama alafu refa akaenda kuangalia VAR angekuta hata VAR yenyewe inaona aibu ingeshazi. VAR ingeona aibu. Yaani ingeona aibu ingezima kwamba alafu ukija kuwasha tena upya unakuta imeandika offside. Goli offside lile kaka. Ukisikia CNN ni channel ambayo hata Donald Trump anakaa angalia. Kwani ngoja kwanza. CNN pale anakaa roboto anakaa watu. Nikuulize wewe. Sasa sikiliza. CNN wale watu hawasachi watapoingia mle kwenye vile vyumba vile kwenye sehemu kabla akikatwa kwenye mic. Msachi ule kama hana kadi ya wanachama. Wana kadi ya wanachama. Wale CNN kwani si watu wale? Kwani watu